Kileo imezoeleka salatu al-istikhara, muislamu yuiswali mara moja peke yake mara nyingi katika maisha yake wakati atakapoa, na binti naye kadhalika mwanamke pia yuiswali wakati wa kuolewa. Siku gani nyingine umeswali istikhara? Hakuna. Lakini hadithi hii ya Jabir bin Abdullah atufundisha ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama amewafundisha wasali salatu al-istikhara fi al-umuri kulliha, katika mambo yao yote. Ufanya jambo fulani au usifanye, umetatizika lakini mwishowe unakwama ujue ufanyeje, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amekupa njia ya kutokea. Mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam, Jabir bin Abdullah asema radiyallahu anhuma, fil umuri kulliha, alitufundisha tusome na tuombe dua ya istikhara katika mambo yetu yote, hata mambo ya kawaida. Wewe unaweza kuona jambo la kawaida, unataka kununua gari, jambo la kawaida hili, lakini ni sunna kadhalika kusali istikhara. Wala kununua bidhaa fulani, swali salatu al-istikhara, wa hakadha fi mubahat. Ametufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akituambia kwamba mmoja wenu anapotia nia, anapokuwa na hamu ya kufanya jambo fulani, bil amri, jambo lolote lile, idha hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn, basi ni aswali swala ya rak'a mbili isiyokuwa ya faradhi, yani ni swala rak'a mbili ya sunna nafila. Thumma liyaqul, kisha muislamu huyo aseme hivi: Allah azza wa jalla, ikiwa katika elimu yako unajua na elimu yako imepitisha ya kwamba jambo hili ni la khairi kwangu mimi katika mambo matatu haya, fi dini, ni la khairi katika dini yangu, wa maashi, na jambo hili ni la khairi katika maisha yangu ya kidunia, wa aqibati amri, na jambo hili ni la khairi katika mambo ya akhira, kule akhira ninakokwenda pia itakuwa ina khairi, faqdurhu li wa yassirhu li. Kwa hivyo jambo hilo nakuomba Allah azza wa jalla ulikadirie kwangu na ulifanye kwamba ni wepesi, ulisahilishe kwamba mimi niweze kulifanya kwa wepesi, kusiwe na uzito wote ndani yake. Thumma barik li fi, alafu ya Rabbi nakuomba jambo hilo unibarikie ndani yake, kwa sababu bila baraka ile khairi itakuwa haina manufaa makubwa nawe. Wa in kunta ta'lam ya Rabbi, na ikiwa katika elimu yako imepita kwamba jambo hili sharrun li, jambo hili ni shari kwangu, fi dini wa maashi wa aqibati amri, katika dini yangu, na ni shari katika maisha yangu, na itakuwa ni jambo la shari katika akhira yangu, fasrifhu anni wasrifni anhu, na kuomba ya Rabbi basi jambo hilo uliepushe nami na mimi kadhalika uniepushe na hilo jambo. Hii ni dua adhim jiddan ya ikhwan, dua kubwa mno, sababu waweza kuwa kuna jambo wewe umeliweka katika akili yako, umeliweka mbele ya macho yako, akili yako ishakwambia ndio hilo, hakuna kubanduka, akili yakwambia hivyo, lakini katika ilmu ya Allah azza wa jalla ni la shari. Sasa ndio maana wamwambia Allah azza wa jalla, wamwambia ikiwa ni la shari fasrifhu anni, niondolee hilo jambo, wasrifni anhu, pia mimi unitoe katika hilo jambo, univue. Usiufanye moyo wangu utakuwa bado umeshikamana na hili jambo, linakuwa si banduki, mimi niko pale pale. Utoe moyo wangu katika jambo hilo, niwe siangalii tena nyuma. Thumma waqdur li alkhaira, na kisha Allah azza wa jalla unikadirie khairi, waradhini bihi au waardhini bihi, na khairi hiyo baada ya kunikadiria Allah azza wa jalla, ikiwa hili jambo la shari, basi nikadirie khairi badala yake, na kisha uniridhishe, unipe ridha katika nafsi yangu, niwe nitaliridhia khairi kama hii. Dua inasoma baada ya rak'a mbili kwa kauli mbili za wanazuoni. Kuna waliosema unaisema kabla salam, na kuna waliosema kwamba unaisema baada as-salam. Hadha jaiz wa hadha jaiz. Baada ya hapo si kwamba kutakuwa kuna alama maalum utaiona, wala si kwamba kutakuwa kuna ndoto maalum utaoteshwa, ni kwamba Allah azza wa jalla ikiwa ni jambo la khairi atalisahilisha, utaona katika lile jambo mambo yanafunguka yenyewe, yanakwenda. Hii ni alama na ishara kwamba jambo hili Allah azza wa jalla ndivyo alivyochagua, na kinyume chake ni alama kadhalika kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, au ishara au dalili kwamba Allah azza wa jalla sivyo hivyo alivyochagua kwa wanadamu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.